Watoto wawili walibisha mlango, kisha baba yao akafungua. Wakasema, baba, tumekuja kukuona. Sura yake ikiwa imekunjwa akasema, mmekuja kufuata nini hapa? Hamjui kwamba nina familia mpya kwa sasa? Mmoja wapo akasema, baba, tunahitaji pesa, hatujala tangu asubuhi, hatuendi shule tena na mama ametufukuza. Akasema, mbona kila siku natuma pesa? Mama yenu huwa anadai pesa kila siku. Baba, mama kila siku usiku anakwenda huko nje anacheza kamari na kunywa pombe, hata hajali kuhusu sisi. Baba yao akakaa kimya, akasema, mimi sasa nimeoa, siwezi kuwaweka hapa, na mke wangu akiwakuta ni shida. Mara ghafla mke wake akaingia, akasema, mume wangu, nini shida? Jamaa akiwa na kigugumizi, mke wake akatoka. Jamaa akainama akasema, nishaharibu. Akawapatia pesa, akamwambia, ondokeni sasa, msije mkaniletea matatizo tena, msinitembelee tena hapa. Mara mke wake yule wa sasa akawa amekuja, akawaambia, watoto, inaonekana mna njaa sana, kaeni hapa mle chakula. Watoto wakala chakula, ni kama vile hawajawahi kula kabisa. Walikuwa wamechafuka na wamechakaa. Baadaye akawaosha, kisha akawasafisha vizuri, wakawa katika hali ya usawa sasa, kwa sehemu wakawa wanaonekana. Wakakaa pembeni. Mama akamwambia mume wake, kwa nini haukuniambia kama una watoto? Jamaa akastuka akasema, samahani, nilikuwa nawahudumia lakini sikuwatelekeza. Mwanamke akasema, usijali, furaha ya familia ni watoto, hivyo waache waishi hapa. Sio vizuri kuwatenga na kuwaacha kama vile hawana wazazi. Niache, nitawaonesha upendo kama mama yao halisi kabisa. Basi watoto walikuwa pembeni wanasikia yale yote, wakaamua mkumbatie mama yule kwa machozi, wakiwa wameinamisha nyuso zao, kwa sababu siku zote wazazi sio kuhusu tu wale waliokuzaa. Hivyo sadaka ya upendo ni zaidi ya wazazi.